Karibu kwenye kipindi cha Wema ni Akiba. Wema ni akiba na ubaya ni akiba, ndani ya Jiko TV. Karibu Jiko TV. Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Jiko TV, matokeo, ukweli na uhakika. Kijana mmoja alianguka chini ya mwanamke aliyekuwa akila chakula, na baada ya kuanguka kijana huyo, binti huyo akaamua kumwokota na kumsaidia. Wakati akiendelea kumsaidia, kijana huyo alibaki kupigwa na butwaa. Binti huyo akamwokota na kumweka kwenye kiti alichokuwa amekaa. Kijana akapigwa na butwaa. Maswali mengi alijiuliza sana kijana huyu. Inawezekanaje mwanamke mrembo kama huyu akanisaidia mimi maskini nisiye na chochote? Basi binti yule akaendelea kumsaidia kijana, akiendelea kushukuru. Binti yule akamweka sawa kwenye kiti alichokuwa amekaa, kisha akachukua chakula chake na kumtaka kijana yule ale pamoja naye. Binti yule akaendelea kumpatia chakula chake, kumpatia yule kijana chakula alichokuwa akila. Na baadaye kijana yule akaanza kujiuliza, kwa nini mimi? Akamshukuru binti yule, lakini binti yule akasema, una sababu ya kushukuru. Akamuinua kisha akamketisha tena kwenye kiti alichokuwa amekaa. Kijana alizidi kustaajabu, kwa maana hakuwahi kuona kitendo kama kile katika ulimwengu huu wa sasa. Basi kijana yule akaendelea kujiuliza sana, je, chakula hiki ni changu? Binti yule kwa msisitizo akachukua chakula kile, kisha akataka amlishe. Kijana akazidi kushangaa, chakula changu mimi? Lakini hakujali, akaendelea kula chakula kile. Kijana akazidi kushangaa sana, kwani katika ulimwengu huu ni wachache sana wenye moyo kama ule. Na kwa kuwa chakula kile kilikuwa ni kitamu, basi kijana yule akazidi kushangaa zaidi. Baadaye akatoa simu, akamuuliza, wewe na urembo wote huo unanisaidia mimi chakula? Mimi ambaye ni maskini, sina chochote, unanisaidia, unanipa na chakula, wewe msichana mrembo kiasi hicho? Basi kijana akazidi kushangaa na kumuuliza maswali binti yule. Wakati huo mwanamke yule alikuwa hajui kinachoendelea. Kumbe kijana huyu alijifanya kuwa ni mtu asiye na chochote, ili aweze kuangalia ikiwa kuna watu wenye moyo mzuri katika ulimwengu huu wa sasa. Na kwa bahati akaangukia kwa binti huyu, na hakutarajia kama binti huyu angekuwa na moyo kama huo. Basi kijana akazidi kumhoji, akamuuliza miaka yake. Binti akasema, nina miaka 25. Akasema, angalia kamera ile pale. Basi binti akatabasamu, akacheka sana. Hakujua kumbe kijana alijifanyisha kuwa ni mtu maskini ili aangalie ikiwa kuna watu wana moyo kama huo katika ulimwengu wa leo. Basi kijana akastaajabishwa na moyo wa binti huyu, akazidi kumhoji akitamani kujua zaidi kuhusu yeye. Akamwambia, simama. Binti akasimama, kisha kijana akamshukuru, akasema, mimi nilikuwa nikitafuta watu wenye moyo kama huo. Sasa nataka nikupe zawadi, funga macho. Basi kijana akatoa zawadi kutoka kwenye mfuko wa begi au ule mfuko alikuwa amebeba. Basi akachomoa pesa nyingi kweli kweli, kisha akamkabidhi binti, kisha akamwambia fumbua macho. Binti akastaajabu, akamshukuru sana, akacheka sana, akafurahi sana, akampigia magoti, kwani hakutarajia kama itatokea jambo kama lile. Basi binti huyo alijawa na furaha sana, kwani pesa kama zile ilikuwa sio rahisi kuwa nazo kwa wakati ule. Na kijana akazidi kusikiza na kutoa taji, kisha lile taji
akamvika yule binti kuonesha kwamba yeye ni mtu wa thamani sana, na kwani haijawahi kutokea mtu mwenye moyo kama ule, hasa binti mrembo kama huyu kuwa na moyo mzuri kiasi kile. Basi kijana akatoa ile flare kisha akaipiga kuonesha kwamba ilikuwa ni sherehe wakati ule. Basi ndugu zangu, natamani tujifunze ya kwamba katika haya maisha usimdharau usiyemjua. Jitahidi sana kutenda mema, kwa maana hujui unayemtendea mema ni mtu wa aina gani. Neno la Mungu linasema ya kwamba unapowatendea watu wenye mahitaji kama hawa, unaweza wakati mwingine ukajikuta unawasaidia malaika au umemtendea hivyo Yesu. Ndivyo hivyo ilivyo hata katika maisha sasa hivi. Jifunze kutenda mema. Wema ni akiba na ubaya ni akiba. Binti yule akazidi kushangaa sana, machozi alimtoka kwa furaha aliyokuwa nayo, kwani hakuwahi kutarajia kitendo kama kile. Jamani, wema unalipa. Kijana akazidi kumwonyesha kwamba nilikuwa nikijifanya hivi ili kuona watu wenye mioyo kama hii kama wapo wanaishi katika dunia sasa. Binti akazidi kulia, kutoa machozi sana, kwani hakutarajia kitu kama kile. Ilikuwa ni surprise kwa upande wake, ilikuwa ni kitu cha ajabu mno. Basi kijana yule akazidi kumsisitiza ya kwamba nilikuwa nikifanya igizo tu na nikitamani kuona kama ipo kama ingawa ungenisaidia. Basi ilikuwa ni furaha sana sana, akamshukuru sana kijana yule. Kisha kijana akazidi kuongea naye kwa wakati ule. Binti akajawa na furaha mno kwa pesa alizopewa zile na kitendo alichokifanya halisi kama ni muujiza katika maisha yake. Basi akataka aseme jambo kwa wanaotizama. Basi hii ni historia au simulizi ya Wema ni Akiba kutokea hapa Jiko TV. Ni mimi msimuliaji wako Julai Joshua Mwakyusa kutokea Jiko TV. Kama ni mara yako kwanza kutazama chaneli hii, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti ili watu wengine waweze kujifunza mambo kama haya.